Mimi si mgeni sana, ni mmoja wa members wa hii kanisa. Jina ni Jane Wagui wa Kimani. Nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na ni rafiki yangu wa karibu. Nachukua hii fursa kushukuru session kwa kuona nafaa kusimama katika hii pulpit ili nilete neno lake Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako tukiwa na kiu. Tunataka Baba ukatunywesha maji. Tukiwa na njaa tunataka ukatusibishe. Na tunashukuru kwa sababu kila wakati ukiandaa meza, Mfalme, hatutakosa. Andaa roho zetu ili neno lako likapata mahali ndani mwetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Mada yetu ama theme yetu inasema ahadi ya wokovu. Na wimbo ambao tumeimba unasema nazishikilia ahadi za Yesu. Na tunaendelea kuendelea na theme yetu ya mwaka ambayo inasema kusimama imara ama stand firm. Na nataka kuambia katika Biblia zetu ama katika habari njema ambayo imeandikwa kutoka Mwanzo hadi Ufunuo katika Biblia zetu, inaongea kuhusu habari njema ya wokovu. Na hii habari njema ya wokovu tunaweza sema mambo matano ya ukweli kwa ufupi. Na jambo la kwanza linasema Mungu ni mzuri, Mungu ni mtakatifu na Mungu ndiye aliumba vyote. Hiyo ni ukweli wa kwanza. Ukweli wa pili inasema mtu ni mwenye dhambi na amelaaniwa. Na kwa hivyo kwa sababu amelaaniwa, wakati mwingi anataka kufanya vitu tofauti na venye inatakikana. Ama man is a sinful person and is condemned. So always man is rebellious. Ukweli wa tatu ni kwamba mtu alihukumiwa kifo cha milele na kudhabaika. Na ukweli wa nne unasema Mungu naye akaja akatupatia Yesu Kristo kama dhabihu ya kuondoa zile dhambi zetu. Nayo ukweli wa tano unasema mtu lazima aamini Yesu Kristo kama mwokozi wake ili akaweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tumesomewa call to worship ilikuwa inasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, sitamwogopa yeyote. Mungu ananilinda kutoka hatari zote, sitawahi ogopa. Lakini kwa kweli sisi huwa na uoga. Wakati mmoja ama mwingine uoga inakuwa ni kama kivuli ambayo inatufuata ndani ya roho zetu. Tunakuwa tumefungwa minyororo ya kwamba tunaogopa kufanya vitu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pengine hadithi ambayo nataka kusema, pengine ulishaisikia, lakini nataka tuone vile huwa tunafungwa minyororo na uoga. Na nataka kupatiana majina mawili. Kulikuwa John na James. Nao John na James wa hapa kanisani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa John na James walikuwa wameajiriwa kazi. John alikuwa anafanya kazi ya kule nyumbani ndani, chumbani ndani. Bwana Yesu asifiwe. Naye James alikuwa anafanya usafi wa nje ya nyumba. Tuko pamoja? John alikuwa anafanya kazi ya nyumbani ya ndani, kuosha vyombo, kufanya usafi ndani ya nyumba, kupika, kufua. Naye James alikuwa anafanya usafi ya nje, pengine kuosha varanda za nje, kufagia, kutengeneza maua. Sasa siku moja John alikuwa jikoni anaosha vyombo. Naye James alikuwa nje anaendelea na kazi yake. Akaona bata na akarushia jiwe. Ile jiwe ikagonga ile bata ikafa. Kumbuka John ako pale dirishani ya kitchen, si ndio? Anatazama nje akiosha vyombo. Kwa hivyo aliona James akirusha jiwe, ikagonga bata ya mwenye alikuwa amewajiri,
na ile bata ikafa. James akaenda akachimba shimo na akazika ile bata. Na kwa hivyo siku ambayo iliyofuata John akakuja akamwambia James, unajua nini? Leo utanisaidia kuosha vyombo. Akamwambia, mbona nikusaidie? Na mimi niko na kazi yangu ya nje. Akamwambia, unakumbuka jana nilikuona yale yote ambayo ulifanya. Na kwa hivyo James kwa sababu ya uoga alisaidia John kuosha vyombo. Sasa James akawa mtumwa wa John. Kila wakati anamwambia, leo utapika. Akikataa kupika anamwambia, unakumbuka venye uliua bata? Nitaambia mwenyewe. Na kwa hivyo James kwa sababu ya kuogopa anapika ama anaosha vyombo ama anafua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku moja James akasema, nitakaa kwa utumwa mpaka lini? Na kwa hivyo akasema, mimi mwenyewe nitajisalimisha kwa mwenye nyumba, nimwambie yale ambayo yalitendeka. Na kwa hivyo James akaenda kwa mwajiri wake, akamwambia, ikiwa siku fulani mimi ndio niligonga bata ikakufa na nikaizika, na naomba msamaha. Na alisamehewa na utumwa wake ukaisha. Hivyo ndio pia sisi tunashikwa mateka na shetani. Tunashikwa mateka na kuogopa. Tunashikwa mateka kwa sababu hatukubaliki mahali tuko, kama venye kwaya walikuwa wanaimba. Na nimeona hii mahubiri kiendelea kutoka kwa kikundi cha sifa na kuabudu, katika maombezi, katika wenye wamesoma. Nimeona tu hii mahubiri kiendelea. Ati kuna wakati tunashikwa mateka kwa sababu ya kuogopa. Tunashikwa mateka kwa sababu ya marafiki zetu. Tunasema siwezi okoka kwa sababu rafiki yangu atasema aje? Rafiki yangu pengine atatembea na mimi tena. Familia zangu watasema nini? Hawatatembea na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwanangu atasema nini nikiokoka? Atakubali kuandamana nami? Bibi yangu atasema nini? Na hata watoto watasema nini nikiokoka? Wenye tunafanya kazi nao watasema nini? Kwa hivyo tunaendelea kusema hayo, na tukikuwa na uoga kwamba tukiokoka tutakosa watu wa kutembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo, kama mwandishi wa Zaburi anavyosema, ni vizuri tukate shauri na tuseme ati kwamba Mungu ni nuru yangu na amekuwa mwokozi wa maisha yangu, na sitaogopa mtu na sitakuwa na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu huwa tunapitia uchungu mwingi, tunapitia mambo magumu, kama venye tumesikia hao ambao wamepoteza wapendwa wao, ama tu mambo ambayo tunapitia na ni ya uchungu, na ingine huwa ni magumu sana hata tuwezi elezea mtu. Lakini mbele ya Mungu tuko wazi, tumewekewa wazi, tunaweza enda mbele ya Mungu na kumwambia. Na kwa hivyo kama binadamu, wakati tunapitia huu uchungu, tunashindwa tufanye nini? Kwa sababu kama binadamu lazima utapatana na changamoto katika maisha yako. Lazima tutapata vifo, lazima tutafutwa kazi, lazima utakuwa hauna chakula, saa zingine hauna hata pesa za kulipa nyumba, saa zingine hata mshahara imepunguzwa, wengine wamesoma hawana kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo changamoto ni nyingi katika maisha, na venye changamoto ziko nyingi katika maisha yetu, katika Isaia 12 ambapo tumesomewa, hivyo ndio Isaia alikuwa na changamoto, alikuwa na uchungu katika maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anapitia wakati mgumu ambapo wana wa Israeli ambao tunajua walichaguliwa na Mungu, walikuwa wamemwasi Mungu na wanaendelea kuomba miungu ya mifano. Wamekataa Mungu wa ukweli, wanaendelea kuomba mifano. Naye Isaia akawa na wakati mgumu sana wa kuambia watu, geukeni mumrudie Mungu. Mungu ambaye aliwakomboa, Mungu ambaye aliwatoa Israeli, lakini walikuwa wanakataa. Kwa hivyo akawa anashindwa afanye nini. Nayo taifa lao likawa na shida nyingi sana. Kama venye tu tunaona taifa letu liko na shida nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu atusaidie isiwe ni makosa yetu, isiwe ni dhambi zetu ambazo zinafanya tupitie haya mangumu ambayo tunapitia. Lakini Isaia alisimama imara na aliendelea kuambia mambo ambayo mnafanya sio mazuri, mnafaa kugeuka na kumpenda Mungu. Lakini hawakuwa wanasikia. Lakini Isaia akasema, ingawa hao watu hawasikii, mimi nitasimama upande wa Mungu. Mimi nitaendelea kusema ukweli. Hata sisi mahali popote ambapo tupo, tuendelee kuongea ukweli, tuendelee kunena ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunajua tukisimama na ukweli na tukisema ukweli, dakika ya mwisho tutakuwa washindi. Kama Isaia alivyosema, alijua kwamba wakati wa mwisho ni upande wa Mungu ambao utashinda na ataokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu, tuko tayari kusimama kusema ukweli. Tuko tayari kusimama upande wa Mungu. Kwa sababu upande wa Mungu, tunajua baadaye mwisho wa maneno haya yote, tutamuona Yesu Kristo. Isaia alitabiri yale yatafanyika siku zijazo. Na akatangaza mambo ya ahadi ya wokovu. Na nakumbuka wacha Jumapili iliyopita ile ingine, Pasi alikuwa anatuambia uwezi omba Mungu ama uwezi simama katika ahadi za Mungu kama hauna ujuzi, kama hauna ufahamu na kama hauna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuomba Mungu atupatie haya mambo. Kwa sababu ukweli ni kwamba Isaia alitabiri kwamba tutakuwa na wokovu. Na wokovu ulikuja. Kama pahali niliwaambia mambo 5 ambayo ni ya ukweli, tunaambiwa lazima umkiri Yesu Kristo ili uweze kuokolewa. Mahali hiyo Isaya 12 inaanzia mstari wa 1 inasema, na katika hiyo siku, na katika siku hiyo, na katika siku hiyo utasema, Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kulikuwa na magumu katika hiyo nchi ya Israeli, Isaya alikuwa na jambo la kushukuru Mungu. Hata kama kulikuwa na uchungu, hata kama kulikuwa na ugumu, hata kama kulikuwa na changamoto ambazo alikuwa anapitia, alikuwa na sababu ya kushukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alijua katika safari yake ya uchungu, katika safari yake ya ugumu, hakuwa peke yake, alikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi siku ya leo tunaambiwa, tukikubali huyu Yesu kama mwokozi wa maisha yetu, kama watu sisi binafsi, familia zetu, kanisa letu, hata nchi yetu, tutakuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Ijapokuwa tutakuwa tunapitia magumu, kwa sababu lazima yatatupata magumu na tutapitia uchungu, lakini tutakuwa na jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu hatutakuwa peke yetu. Tutakuwa na Mungu katika ule uchungu wetu. Na kama mzazi ambavyo unasikianga ama unahisi uchungu wakati mtoto wako anaumia, ama unasikia vibaya wakati mtoto wako ako na shida, na je, Mungu una imagine Mungu ambaye alituumba, ambaye sisi ni wanawake, huwa anahisi aje uchungu wetu? Huwa anahisi uchungu wetu na pia anakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo tunaambiwa katika ile siku ama katika siku hiyo tutaweza kushukuru Mungu. Na tutashukuru Mungu kwa sababu gani? Tutashukuru Mungu kwa sababu tutapata ushindi katika shida ambazo tunazipitia. Tutapata ushindi katika uchungu wetu ambao tunapitia. Tutapata ushindi katika maugonjwa ambazo tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba hasira ya Mungu atakuwa amegeuka na amewacha kutukasirikia. Na kwa nini Mungu anatukasirikia? Kwa sababu sisi tumeamua kukaa katika dhambi. Kwa hivyo anasema tugeuke, na tukigeuka tutoke katika dhambi, hasira za Mungu zitaondolewa kwetu na hata tukasirikia tena. Na Mungu atatubariki na atatusamehe makosa yetu
ili tuendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo siku Mungu atatubariki, na katika uchungu wetu atatupatia zile baraka ili tukaweze tukasahau. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati mmoja ama mwingine tumepitia katika shida, si Mungu huwa anakuja na tuokoa na ile shida, na hata saa zingine unasahau kama ukweli ulipitia katika shida kama zile. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku bado mambo itakuwa imewekwa vizuri katikati yetu na Mungu, kwa sababu anatuambia kama vile aliambia wana wa Israeli, simama imara na utaona kuokolewa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Stand firm and you'll see the salvation of God. Wana wa Israeli wakamwimbia Mungu wakati walitolewa katika nchi ya Misri, na wakasema katika Kutoka 15:2 kwamba Mungu ndio nguvu yangu, Mungu ni wimbo wangu, na Mungu amekuwa wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu atatoa hasira yetu kama tutamtazama Yesu pale msalabani. Wana wa Israeli wakaokolewa kutoka kwa wana wa Misri, na wana wa Misri wote wakamezwa katika ziwa, na kwa hivyo hawa wana wa Israeli wakawa na wimbo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Nini iko katikati yako na Mungu? Nini huwa inakukataza kuokoka? Nini inakukataza kuamini Mungu kama Mwokozi wa maisha yako? Je, ni ugumu ambao unapitia? Je, ni uchungu ambao unapitia? Je, ni ugonjwa ambao unaugua? Je, ni upweke ambao uko nao? Je, ni fedha, ni kukosa fedha? Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakasimama imara na wakaona wokovu wa Mungu. Nasi leo tunaambiwa tusimame imara tuone wokovu wa Mungu. Na sasa tunaona wokovu wa wana wa Israeli ulikuwa chanzo cha wokovu cha Wayahudi. Nasi siku ya leo tunaambiwa wokovu wetu ni mwanzo wa wokovu wa wale wametukaribia na wale ambao hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni siku hiyo ikifika tutamwamini Mungu. Hiyo ni verse 2 and 3 kwa hiyo Isaia ambayo tumesoma. Inasema tutamwamini Mungu. Na tutamwamini Mungu kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tumeona wokovu wake. Tutamwamini Mungu kwa sababu atakuwa ametuchagulia uhai na wokovu. Tutamwamini Mungu kwa nini? Kwa sababu tukiwa tumeokoka atakuwa ametuondolea uvundo wa dhambi zetu. Tutakuwa na kumwamini kwa nini? Kwa sababu Mungu atatuondolea kuogopa ama uoga, na tutakuwa tunamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo atatupatia nguvu katika maisha yetu. Watu wengi huwa wanatafuta nguvu mahali hazipatikani. Tumeona watu wengi kama vinye tumeambiwa hapa na mwakilishi wa youth kwamba kuna watu wengi wanatafuta nguvu katika kunywa pombe. Wengine wanatafuta nguvu zao katika dawa za kulevya. Wengine wanatafuta nguvu zao katika dini. Unasema kwa sababu wewe ni Mpresbyterian, sababu unakujanga kanisani, pengine unakula giadhe. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda district, unatoa yale matoleo yote ambayo inasemekana, unaona kwamba wewe umefika. Sasa unaona hiyo ndio nguvu yako. Wengine ni marafiki zao, wengine ni kazi zao, wengine ni utajiri wao, na wengine pia wanatafuta nguvu zao kwa utajiri kwa umaskini wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nimekuja kuambia nguvu zetu zitatoka katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna yeyote ambayo hataki nguvu ili aendelee kuishi. Kwa hivyo wacha tuamini huyu Mungu na ataweka wimbo mpya katika maisha yetu, kwa sababu yeye ndio Mwokozi wetu. Jambo la tatu ni kwamba hiyo siku ikifika tutaweza kutoa ushuhuda. Na tutatoa ushuhuda kwa vile Mungu atakuwa ametutendea, kwa vile Mungu atakuwa ametuponya, kwa vile Mungu atakuwa ametubariki. Hiyo verse 4 inasema,
Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu, na katika siku hiyo mtasema. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakawa katika jangwa pale Sinai, na wakaendelea kunungunika, wakamlilia Mungu. Naye Musa akamwomba Mungu, akamwambia igonge hiyo jiwe, na maji ikatoka. Katika jangwa zetu, the deserts that we have in our lives, Mungu anasema kutakuwa na kisima. Bwana Yesu asifiwe. Katika hizo jangwa zetu kutakuwa na kisima. Na katika Yohana 4:4 inasema, yoyote ambaye atakunywa haya maji ambayo nawapatia hatawahi hisi kiu. Bwana Yesu asifiwe, milele na milele. Kwa hivyo siku ya leo, mahali unaona kwamba hapajakamilika tena, hiyo ni jangwa, na Mungu anasema atafanya maji yatoke katika ile jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa hii mto ama hiki kisima ni kisima cha wokovu, ambayo huwa tunakichukua kama mzaha, kwa sababu kila mtu amekuwa akisema Bwana Yesu asifiwe na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Je, wakati unasema hivyo unamaanisha kwa kweli Yesu ni mwokozi wa roho yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Ndiposa siku hiyo ikifika tutakuwa na shukrani, kama venye tumeambiwa hapo katika Isaia 12. Siku hiyo ikifika tutaliita jina lake na atatusikia. Siku hiyo ikifika tutatangaza matendo yake katika mataifa. Na siku hiyo ikifika tutaliita jina lake na tutasema kwamba jina la Mungu limetukuka. Wakati watu wanasafiri, wakipata mahali kuna kisima, huwa wanaambia wenzao, mkifika mahali fulani mtapata kisima. Nasi siku ya leo, kwa sababu tumeokolewa, tunaambiwa tuendelee kuambia watu kwamba kuna kisima cha wokovu, na yeyote atakubali Yesu Kristo siku ya leo atakuwa wa kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Waroma mahali tumesomewa, tunaonyeshwa kwamba wokovu ni wa kila mtu. Usijione kwamba umefanya dhambi nyingi sana ati Mungu hawezi kuokoa. Anatuita sisi wote. Wewe ambaye umetenda dhambi, wewe ambaye umejichanganya, siku ya leo Kristo anatuita ili tukaweze kupokea hii ahadi ya wokovu. Ndiposa tuendelee kuambia watu jinsi huwa akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa hivi, wokovu ni ya kila mtu. Na wokovu siku ya leo, kama kitabu cha Roma venye kimesema, inasema wokovu uko katika kinywa chako na karibu na roho yako. Na lazima uwe na umwamini Mungu. Wewe ukiri na mdomo wako kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na kwamba Yesu Kristo alifufuliwa na Mungu na akapaa mbinguni. Ukikiri tu utakuwa umeokoka. Na wakati umeokoka, si utaenda kwa nguvu zako. Huyu Mungu ambaye atakuokoa ni yeye, atatembea na wewe, atakuwezesha hata kusimama mahali popote, atakuwezesha hata kuomba, atakuwezesha hata kuhubiri na kukiri mambo yake katika ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikimalizia, tumefundishwa tu mambo matatu, ingawa nimeongea sana, kwamba Mungu atakuwa mfariji wetu katika shida zetu. Isaia akasema katika hiyo siku, na hiyo siku ni leo, kwa sababu alitabiri zile siku, lakini Mungu alimtoa Yesu Kristo akaja akafa kwa sababu ya dhambi zetu, ili yeyote ambaye atamwamini na atamkiri atamuokoa, na si kumuokoa tu, atapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kujiombea. Je, kuna mtu ambaye hajakiri Bwana kama mwokozi wa maisha yake? Wakati ni huu. Tuiname, tujirudie, tujiulize, nimekiri? Na kama kweli nimekiri Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, ninatenda kulingana na jinsi neno la Mungu linaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ajiombe. Ujiulize kama ukweli unatenda, hata kama unasema umeokoka, unatenda kama jinsi Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumwelewa, nijue pendo lake na wokovu wake.
kuna mtu kama huyo mwenye angetaka kutoa uhai wake ama maisha yake kwa Yesu Kristo, hautasema haukusikia uchungu.